Hayupo mtu wa kusema hakuwa hivyo. Na kila alichokisema hakijatokea. Hatujajua kule yuko naweza nikapewa nafasi ya kuchunga malaika. Inawezekana kashapewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa ndivyo na baraka zilivyo. Mungu anaangalia. Kwani unafikiri Sulemani alibebeshwa na mengine? Alipoomba hekima na maarifa, Mungu akampa kitu cha ajabu. Hata tokea yeyote tajiri kukupita wewe duniani, hata tokea hicho kitu kwa nani kiomba. Unaelewa ninachokimaanisha? Na mwaka huu, sema mwaka huu. Sema mwaka huu. Kama ni kusemwa, nimesemwa sana. Nimesemwa sana. Kama kudharauliwa, nimedharauliwa sana. Lakini mwaka huu Mungu anaenda kushangaza watu kwa ajili yangu. Kwa ajili yangu. Nataka Mungu afanye jambo moja kwako ambalo litakuwa linashangaza watu duniani. Kama si pale unapoishi au mkonoishi, hata dunia nzima wakisikiliza habari kutoka kwako ni kama habari za Elizabeth kumzaa Yohana Mbatizaji. Haleluya. Ni kama habari za Ana kumzaa nabii asiyekuwa na mawaa, Samuel. Nabii wa pekee aliyekuwa mwamuzi, lakini pia alikuwa anawekea watu vipawa. Ndiye nabii wa kumpaka mafuta mfalme wa kwanza na wa pili wa Israeli. Hizi ni baraka ambazo Mungu anaziongeza. Ni kwa wale tu wamchao Bwana. Ni kwa wale tu ambao watafanya pamoja na haya yote upendezwe na sheria za Mungu. Sheria za Mungu na uzifanyie kazi. Ufuate vile anavyosema. Usione kama unachelewa. Haleluya. Kuna mtu mwingine kijitazama, mimi kweli ninaweza. Mimi ninachelewa. Nataka nikwambie, Biblia inasema Bwana ametukumbuka. Haleluya. Mungu amelikumbuka kanisa lake. Mungu amelikumbuka kanisa lake. Huo mstari wa 12 anasema Bwana ametukumbuka. Hebu sema Bwana amenikumbuka. Katika unyonge wangu Bwana amenikumbuka. Haleluya. Shida watu wa mjiamini. Bwana ametukumbuka katikati ya unyonge wangu. Haleluya. Na taifa dunia nzima ataniita mbarikiwa. Yeye anajikubali na wewe ujikubali kwamba Bwana amenikumbuka kwenye huduma yangu. Mungu amenikumbuka kwenye kazi yangu. Lazima aniite mbarikiwa. Baraka ni sehemu ya maisha yako. Baraka ni kitu ambacho Mungu amekiweka kwa ajili ya watu wake. Lakini hatuvipati kwa sababu hatujajua kwamba mimi ni nani. Mariamu anasema amenikumbuka katikati ya unyonge wangu. Maana ni ukoo ambao hawakuruhusiwa kutoa mfalme, wala ile nchi haikuruhusiwa, lakini Mungu akakumbuka hapo. Hata wewe uliyedharauliwa mchana wa leo, beba hili hapa. Katikati ya familia yako na watu wako wanaokudharau, Bwana anaenda kukukumbuka kwa viwango vingine kabisa. Na Mungu akatende hili jambo ndani ya maisha yako. Mungu akalitende jambo hili. Ukienda kwenye kibanda chako, kama kuna sehemu ina nafasi hujaweka vitu, mwambie Bwana nataka niweke vitu hapa. Haleluya. Haleluya. Unajua mtu akiwa na nguvu anatembea kibabe, si ndio? Sasa kama Mungu yuko upande wako na umepewa ushindi, yaani ukifika mle kibandani, sema Bwana nakushukuru sana kunikumbuka. Sasa kwa sababu umenikumbuka, cha kwanza nataka nijaze hapa, na mimi naenda kukutolea mbegu kwa ajili ya hapa. Ninaenda kutoa mbegu kwa ajili ya hapa. Ninaenda kutoa malimbuko yangu kwa ajili ya hapa. Maana malimbuko ndio yanayofungua malango. Kwamba hii kitu naenda kuitoa malimbuko kwa ajili ya biashara yangu, kazi yangu, huduma yangu, pamoja na watoto wangu. Ninakutolea ili hapa pafunguliwe. Sema unasema kwa ujasiri, huduma yangu Mungu najua kuanzia wiki ijayo naanza kuitwa sehemu fulani. Haleluya. Amen. Ila naomba unisaidie niwe na hekima na unyenyekevu usipungue kwangu.
Bwana, nimekushukuru kwa sababu mwaka huu umenikumbuka. Hii ni Januari. Naomba ushike hii. Hii ni Januari. Utaenda kwenye mikutano mpaka utachoka. Haleluya. Wani kanisani utashangaa baraka zinaanza kuja, haijalishi. Kuna wengine inawezekana wana hata kulala. Hakuna mwenye shida, lakini Bwana anakukumbuka, sio kukupa nyumba ya kupanga. No, anaenda kutengeneza mahali pa kwako ambapo uishi. Hizo ndio baraka. Haleluya. Hebu chukia mahali uwapangishe wengine. Haleluya. Uwapangishe wengine, pokea. Uwapangishe wengine, pokea. Uwapangishe wengine, pokea. Weka kwa akili yako. Haleluya. Haijalishi unafanya kazi ya aina gani, hiyo kazi dili na Mungu anaenda kukuinua kwa viwango vingine. Usitoke kwenye pointi yake tu, yeye anaenda kukuinua. Haleluya. Anaenda kukuinua. Mwanaume katikati. Haleluya. Katikati ya mateso, meli imepasuka mle baharini, wakashtuka wameingia kwenye kisiwa fulani. Paulo yuko anaota moto, anashangaa, huyu amenusurika huyu. Anakusanya kuni, mara koboko huyo kwenye mkono ndini. Wakasema sasa amenusurika na maji. Sasa hii nyoka hata pona. Alafu mwanamume akaitoa akakung'uta kwenye moto pa. Akatulia kani, huyu sio mtu, huyu ni Mungu. Haleluya. Yaani wakamwita huyu ni Mungu. Na katikati ya maisha unayaishi, katikati ya wale adui zako, katikati ya wale wanaokucheka, wakabadilishe jina. Majina yanabadilishwa unapobarikiwa. Wakakuite mbarikiwa, huyu sio wa kawaida, huyu ni Mungu kuanzia sasa. Wakabadilishe kukuita kwamba fukara, wakabadilishe kukuita mzembe, wakaseme hili sio la kawaida kuanzia leo. Waseme hili sio la kawaida, kama ni Mungu, hebu ashikilie kwa Mungu wake huyo. Ndivyo alivyowaambia kina Danieli, ndivyo alivyowaambia kina Meshaki, wakasema wasio wa kawaida. Aliyembeba Yesu ni mtu mwingine. Amen. Kuna mtu mmoja juzi mwambieni mimi sio mtu wa kawaida na sitaki kusema naye. Kuna watu wengine sio wa kusema naye, wanasema bwana shughulika naye, mimi sina muda wa kupoteza. Sina muda wa kusema naye. Na ndio maana unapotembea kwa mtu aliyembeba Yesu, lazima mnapotembea uwe makini. Wengine tunahitaji heshima, tunataka Mungu atuheshimishe. Kwa unapotembea usikubali kuheshimiwa, no. Sifa nyingine, heshima nyingine za unafiki. Heshima nyingine ni za mapepo. Kisha mapepo akamtoka. Kwa hiyo sisi wengine mitume hatunaga masuala ya heshima. Haleluya. Yaani wao ni heshimu, si ni heshimu, aliyeniita alishaniheshimisha kwenye kiti cha enzi. Haleluya. Huyo ndiye ambaye yeye anajua heshima yangu ilipo. Nikisema Baba amfungue huyu, ananiheshimisha, anamfungua. Sasa heshima gani unayotaka nyingine? Ukisema vibaya eti unanuna nini? Sema tu Yesu asante, maana na ulisema vibaya. Haleluya. Hicho ni kiwango wapendwa. Amen. Amen. Unanielewa? Amen. Lakini akiwa katikati ya vita, Paulo alitoka kwenye kile kisiwa amekabidhi. Kwanza baada ya pale, mkuu wa wilaya ile alimwita nyumbani kwake, kulikuwa mgonjwa. Kitendo cha kukanyaga yule mgonjwa akafunguliwa. Yule jamaa wa mkuu wa wilaya akasema hapana. Hebu leteni meli inauzwa shilingi ngapi? Akalipia, akasema kuanzia leo hii meli itakwenda kupeleka kwenye kuhubiri visiwani. Haleluya. Haleluya. Alafu Paulo alipotoka pale akaingia Rumi, akaenda kupanga gorofa nzima.